Kwa majina naitwa Saida Shabani, ni katibu wa Mwani Group. Kikundi chetu kipo kijiji cha Saadani, tunajishughulisha na ulimaji wa mwani. Matarajio yetu, kwanza kabisa tunaishukuru halmashauri kwa kutupatia mkopo kupitia mwani. Matarajio yetu ya baadaye ni kujikwamua kiuchumi na kuweza kukidhi haja za maisha yetu. Hayo ndo matarajio yetu. Matarajio yetu mpaka sasa tunatarajia kuvuna tani 2500 mpaka 3000. Naitwa Dionisi Ngusa, ni afisa uvuvi wa kata ya Mkange, kijiji cha Saadani. Kwa ukanda wetu halmashauri imetuwezesha kupata boti, mpaka sasa hivi tuna boti 5 zinazofanya uvuvi kwenye kijiji chetu cha Saadani. Kwenye kitongoji cha Kajanjo kuna boti 5, lakini vile vile kuna boti 1 ambayo ilitolewa kwenye kijiji cha Saadani inayofanya uvuvi wa dagaa. Hata hivyo basi, halmashauri yetu tunazidi kuhamasisha zaidi wavuvi waweze kujiunga kwenye vikundi mbalimbali. Mpaka sasa tuna vikundi takriban 15 vya uvuvi ambao vimenufaika moja kwa moja na ambao vitaenda kunufaika moja kwa moja na mikopo ya halmashauri ya 10%. Hivyo wananchi tunawasihi na tunawahamasisha waweze kujiunga kikamilifu, waweze kuunda vikundi na kuvisajili ili waweze kupata huduma hii ya mkopo wa 10%. Nini manufaa yake? Manufaa yake ni kwamba wanufaika hawa watasaidika kwa ajili ya kwa ajili ya ajira zao binafsi, lakini kwa ajili ya kupata vipato vyao, kuinua vipato vyao binafsi, na wakati huo tunainua mapato ya halmashauri. Mimi naitwa Abdalla Saidi, mwenyekiti wa BMU Saadani. BMU ni kikundi cha ushirikishwaji ukanda wa Pwani. Ni wasimamizi wa rasilimali zote za Pwani. Tunasimamia ulinzi wa mazingira ya Pwani, sheria za uvuvi na kanuni zake. Kuhusu mazingira, mikoko, tuna kamati zetu za doria, tunafanya doria kila baada ya mvua. Wahalifu tukiwapata tunapeleka kwenye serikali za kijiji, wanapewa adhabu za kisheria. Na ndio maana umeziona mikoko imetambaa mpaka leo kwa sababu ya ulinzi wa BMU. Na tunashukuru halmashauri imeleta boti hizi za mikopo, imewezesha vikundi. Tunatumia boti hizi kufanya doria za juu kwenda kama Mto Wame hapo, mto mwingine mpakani na wilaya Pangani, kuzuia uhalifu wa ukataji mikoko kwenda visiwani hapo ng'ambo. Shughuli ya uvuvi tulikuwa tunafanya zamani ni shughuli iliyokuwa imeshachakaa. Bahari imechoka, uvuvi wenyewe duni. Tunashukuru halmashauri imeleta kilimo cha mwani, watu wananufaika, mwani una manufaa makubwa. Tumeona kwa hao na vikundi wakishapata wamevuna mwani mwingi, manufaa tumeona walikushapata. Kwa sasa hivi wananchi wa Saadani wote wameunda vikundi, wamepeleka maombi kwa halmashauri, kwa halmashauri itawezesha wazidi vikundi vizidi kuongezeka, watu waachane na shughuli ya bahari, uvuvi wa kale uondoke katika ukanda wa Saadani. Kwa majina naitwa Ahmed Mohamed Manitu, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Kajanjo kilichopo katika kijiji cha Saadani. Mimi ni mmojawapo wa washirika wakubwa wa utunzaji wa mazingira ya maeneo ya ukanda huu wa Pwani, hasa katika maeneo ya kitongoji cha Kajanjo, pia katika maeneo mengine yanayozunguka kitongoji cha Kajanjo. Udhibiti huo kwanza tunashughulika na kuhakikisha mikoko iliyopo isihujumiwe kwa kufanyiwa hujuma aina yote, labda mtu awe ndio shughuli zake za kipato kutegemea mikoko. Na pia tunashirikiana na baadhi ya kamati za jumuiya za BMU kuangalia katika doria zao, na mimi pia nashiriki pia kuangalia vile uvuvi haramu katika maeneo yetu usifanyike kutokana na dhana ambazo tutika na wavuvi ambao wanaishi katika maeneo haya. Kwa hiyo ndio shughuli zangu kubwa ninazozifanya kwa kila baada inapobidi nifanye hizo kazi na wajibika kwa mfumo huo. Na pia vile kuna hakikisha kwamba na pia kushukuru kwamba halmashauri ya jimbo la Chalinze imeona sasa kwamba uvuvi tuliokuwa nao wa siku za nyuma kidogo
ulikuwa unatuletea shida, lakini halmashauri imewezesha kutupatia mikopo ya vikundi karibu ni 3 au 4, lakini vile ambavyo vishapata imeonyesha matunda yake kwamba ajira kwa watu imeongezeka, na pia hata wavuvi kipato chao kimeongezeka tofauti na siku za nyuma. Kwa hiyo hili katika kitongoji changu ni faraja kubwa mimi pamoja na wakazi wa kitongoji hichi. Pia nashukuru halmashauri kwa kutuona hivyo, na naomba wasisite hapo, waendelee kutuona hivyo kwamba tunataka tubadilike zaidi. Kama hivi sasa hivi kuna miradi ya upandaji wa mwani na hata majongoo. Kwenye upandaji wa mwani kama inavyoonekana kwamba kweli inawezekana, mashamba yaliyokuepo yameanzishwa. Tunashiriki kwenda kuwatembelea na kuwafuatilia. Akina mama wanajitahidi kwa kadri ya uwezo wao, na mafanikio tumeyaona baada ya kuvuna, na wana bidii ya kufanya kwamba shamba liwe zuri zaidi na kipato kiongezeke. Hivyo ushauri wangu tu ningeomba kwamba hayo mashamba ya mwani yaongezeke, na kina mama nafikiri wataongezeka kwa kuwa ni ajira, na pia hata hii mpango wa maboti nayo iongezeke, wavuvi nao waendelee kuboreka zaidi, maana tuna bado vijana wengi sana nataka shughuli za uvuvi. Na pia kama kunawezekana hata kuibua miradi mingine kama vile ufugaji wa jongoo na labda uvuvi wa vizimba, inawezekana. Vijana tunao, nguvu tunazo, sababu na nyie pia tunazo. Kwa hiyo mimi nashukuru sana kwa yote yaliyojitokeza katika kitongoji hiki cha Kajanjo, kwa kukinufaisha kitongoji cha Kajanjo na wananchi wa Sadani, na kukuza kipato chao kwa kifupi na kipato cha taifa kwa ujumla. Kwa hiyo mimi sina zaidi hayo, ni kutoa shukrani tu kwa halmashauri na wataalamu ambao tunao, kuanzia wavuvi ni kamati za BMU ambao tushakadholia, maafisa wavuvi waliopo kitongoji waliopo kijijini, na pia mkuu wetu au mlezi wetu mkuu ambaye afisa wavuvi wa wilaya. Yeye ni chachu kubwa, yeye ndio mlezi mkubwa, na ndio tumwangalia sana, na anatuangalia kwa jicho mbadala, na hatimaye tumefikia katika maeneo tuliyopo hivi sasa. Kwa hiyo mimi natoa shukrani sana kwa yote yaliyojitokeza katika miaka hii ya karibuni, na hatimaye kupata mafanikio ambayo tunayo. Kwa majina naitwa Mali Emedi Mbiku, kwa maana ni katibu wa kikundi cha uvuvi kwanza Kajanjo, ambaye tumenufaika moja kwa moja na halmashauri kutuwezesha boti za kisasa, kwa maana hapo awali tulikuwa tunatumia vifaa duni, ila kwa muda huu tunashukuru halmashauri kwa kutuwezesha, kwa maana tumepata boti ambazo zinafanya tufanye shughuli kwa kila siku, kutofautisha na vile vifaa ambavyo tulikuwa tunatumia awali, ambavyo vifaa vilikuwa vinahatarisha maisha. Lakini kwa sasa tunashukuru Mungu, vifaa ambavyo tumewezeshwa na halmashauri vinatufanya, kwa maana vijana tu wanamotisha kufanya kazi kwa kila siku, na pia vile vile kuna kipato ambacho kimebadilika ukitofautisha awali na sasa, kwa maana kipato kidogo kimeimprove kuendelea, kwa maana kutokana na shughuli tunafanya kwa kila wakati. Pia vile vile kuna shughuli nyingine ambazo tungependekeza halmashauri kuweza kutuwezesha, kwa maana kuna fursa mbalimbali ambazo tupo nazo kanda huu wa Pwani, hasa katika kitongoji chetu hiki cha Kajanjo na Sadani kwa ujumla. Kwa maana tunaweza pia tukawezeshwa kwenye masuala ya ufugaji wa kaa, ama kuweza kuhusu masuala ya jongoo, na pia vile vile kama wenzetu kule Sadani ambao wapo kwenye masuala ya mwani, pia waweze kuwezeshwa zaidi ya pale, kwa maana tumeweza kuona mifano mbalimbali ikiwemo uvunaji wa kwanza kama uvunaji wa awali kuwa kama mfano, na pia watu wengi kutamani kuwepo katika fursa kama zile. Hivyo nitoe tu pongezi kwa halmashauri kwa kutuwezesha sisi vijana, na pia vivyo kutuweza kutuona kwa jicho jingine, kuweza kutuweza kutubadilishia maisha yetu kifupi. Naitwa Elizabeth Shtundu, ni afisa uvuvi kutokea halmashauri ya wilaya ya Chalinze. Hapa leo tupo katika kijiji cha Sadani, kitongoji cha Kajanjo, na leo tumetoka kuwatembelea wakina mama ambao hawa wakina mama wanalima mwani, na hiki ni kikundi kimojawapo tu miongoni mwa wale ambao wanalima mwani katika kijiji hiki cha Sadani. Historia ya mwani ilianza mwaka jana kwa ofisi ya maendeleo ya jamii kwa kushirikiana na ofisi ya kilimo, mifugo na uvuvi. Tulifanya mafunzo kwa wanajamii wa kijiji cha Sadani, wakiwemo Beach Management Unit ambao wanajulikana kama BMU. Tulifanya mafunzo kwa wakina mama pamoja na vijana. Baada ya mafunzo hayo ya siku 3 ya namna ya kulima mwani na kutengeneza bidhaa za mwani,
tulianza shamba darasa la kwanza ambao tulitumia njia ya off bottom. Na shamba hilo baada ya kulipanda tuliona kwamba kulingana na eneo letu lilivyo, shamba lilikuwa linakumbwa sana na changamoto za upepo kwa sababu kile kilikuwa ni kipindi cha kaskazi. Kwa hiyo tukaona tuhame kutoka kwenye kilimo kile cha kawaida cha off bottom tuhamie kwenye kilimo cha kisasa zaidi cha chelezo. Kwa hiyo kuanzia mwezi wa kwanza mwaka 2026 kwa kupitia kikundi cha kina mama cha Mwani waliweza kupatiwa kiasi cha zaidi ya shilingi milioni 10 kwa ajili ya kufanya shughuli za mwani pamoja na shughuli zao nyingine za kiuchumi. Kwa kupitia mwani huo wameweza kupanda chelezo 15, na katika chelezo hizo 15 tunategemea kila chelezo moja iweze kutoa kiasi cha mwani mbichi wa kilogramu 200. Kwa katika chelezo 15 maana yake tunategemea tupate kwa mvuno mmoja ndani ya siku 30 tupate mwani kilo 1000 na zaidi, ambao ni sawa sawa na tani 3 na zaidi. Kwa hiyo hapo ina thamani ya zaidi ya shilingi milioni 9 mpaka 10 na zaidi, na hiyo ni kwa awamu moja tu. Kwa hiyo matarajio yetu ni kwamba wakina mama wataweza kujikimu kiuchumi kwa kupitia shughuli za mwani, na sisi kama halmashauri maanake hatuishii hapo tu kwenye kuwapa mafunzo, bali huwa kila wiki tunajitahidi kukumbushana na kutembeleana shambani. Kama leo ambavyo tumetoka kuona, tunapitia shamba, tunalikagua, pale ambapo pana mapungufu tunarekebisha. Na uzuri wa kilimo cha kwenye chelezo maana yake pale hakuna magonjwa na changamoto ya chumvi kupungua ama kuzidi, pale mwani unakuwa uko vizuri. Kwa hiyo ndani ya siku 90 tuna uhakika kwamba wakina mama wanakuwa wameshavuna. Pia tunatarajia kwamba pamoja na shughuli za mwani katika kijiji hiki cha Saadani, tunatarajia hivi karibuni kuanza unenepeshaji wa kaa pamoja na shughuli za upandaji wa majongoo. Tukumbuke kwamba hapa tulipo leo ni katika kambi ya uvuvi mojawapo iliyopo katika halmashauri ya Chalinze, inaitwa Kajanjo. Kwa hiyo tunachotarajia ni kuwatoa watu kwenye uvuvi. Tunasema tunapunguza pressure ya uvuvi baharini, watu waingie kwenye kilimo ambacho ni tunasema wawe na chanzo mbadala cha fedha lakini ambacho ni endelevu. Kwa hiyo tunashukuru pia awamu ya 6 kwa kupitia Mheshimiwa Mama Samia, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao kuwawezesha vijana, wanawake, lakini pia na watu wenye makundi maalum, kuwasaidia waweze kujiingiza katika fursa hizi za uchumi wa bluu. Mwani ni fursa. Karibuni sana halmashauri ya wilaya ya Chalinze. Naam, mtazamaji wa Shamba Darasa, kama unavyojua leo tulikuwa Saadani toka pale majira ya saa 7. Tuliweza kutembelea kile kikundi ambacho kinalima mwani, na ilivyo bahati nzuri tumeenda salama, tumerejea salama. Na kama unavyofahamu, boti tuliokuwa tunatumia imetoka kwenye kikundi hiki ambacho unatazama hivi sasa. Hili ni Shamba Darasa. Leo tulikuwa tuna mwani, lakini pia yapo mafundisho mengine tutayapata. Kuna kilimo cha majongoo bahari, lakini pia kipo kilimo kingine cha kunenepesha ama tunaweza tukapata kaa wale wenye uzito wa juu. Basi mimi nikushukuru sana, na tuendelee kuitazama Chalinze TV, lakini pia Chalinze FM 97.5. Mimi ni Mkombozi Zumba, tukutane siku nyingine tena. Hii ni Shamba Darasa. Shamba ni shamba lako.